Amina nielewe, yule ni mume wangu na mimi siwezi kuondoka hapa mpaka ruhusa yake. Yaani kwa hiyo kwa radhi babako nini akukosesha radhi, lakini wewe sijui ndo alinda ndoa yako. Wewe mzima kweli wewe? Hii ni ndoa Amina. Kwa hiyo wangapi waliolewa? Mimi siondoki hapa mpaka mume wangu aje niombe ruhusa niondoke. Mbona twende? Amina tena na mimi kabisa. Nimekwambia mimi siwezi kuondoka hapa mpaka ruhusa mume wangu. Unaelewi? Hebu nda zako. Nani? Mimi Amina. Karibu da, mlango uko wazi, pita. Dada, karibu mdogo wangu. Mbona sasa hizi? Salama. Karibu kae. Sawa. Dada, baba yukuita kule nyumbani. Hali yake si nzuri. Baba ana nini tena? Baba ni waumwa, sio unajua tena ugonjwa wake ule wa kawaida unamsumbua, kazidiwa. Sawa, nimekusikia dadangu. Twende. Lakini siwezi kuondoka, mume wangu hayuko. Sasa siwezi kuondoka. Dada vipi wewe? Baba yuwaumwa kule, hali yake si nzuri, wangu ngoja bwana wako. Bwana wako ana nini? Ndio nakusikia yuwaumwa Siwezi kuondoka mpaka mume wangu aje. Siwezi kuondoka bila ruhusa yake dadangu. Mpige simpige. Simu yake mbovu ameachapa nyumbani. Yaani waacha baba yako yuwaumwa kule kisa mbwana. Sio hivyo. Wewe si mzima kweli. Sio hivyo dadangu. Wewe bwana ndo atakusaidia kila kitu. Wakikukataa tu kwa mume, ama bwana wako akukataa tu kuja hapa. Yule mbabako na bwana wako, kumbuka babako ndo muhimu. Ndio najua mbabangu yule na ni muhimu. Mona. Asubiri nenda kamwambia baba. Nenda kamwambia baba hautaki, umekataa. Yaani babako yumo lakini wafikati wangoja mume. Wewe si mzima. Na kama mimi najua mume akuroga na naenda kumwambia baba ukumkataa. Mona. Naam. Amina, karibu mdogo wangu. Una nini? Kama nilivyokuelezea mwanzo, hali ya baba izidi sasa, yani hawezi kufanya lolote mpaka tumemkimbiza hospitali sasa hivi. Ninachokwambia dadangu, inuka twende zetu tukamwangalie baba kwa sababu yakuita. Sikia mdogo wangu, mimi siwezi kuja. Nasikia msimamo wangu ni ule ule, lakini mimi namwombea baba. Mume wangu akija mpaka nimwombe ruhusa ndo niende. Baba yakutaka wewe, baba yakutaka wewe. Maana kufikia saa hizi ukisikia habari zote kuhusu baba. Ndio naelewa, lakini nakwambia siwezi kuondoka hapa mpaka ruhusa mume wangu. Chochote tutakachopata njiani kule ninakufa. Msichana vipi wewe? Babako yaumwa lakini untikata mume wangu. Wewe mako ana kipi kikubwa hasa cha kumzidia babako Unini wewe? Amina nielewe, yule ni mume wangu na mimi siwezi kuondoka hapa mpaka ruhusa yake. Yaani kwa hiyo kwa radhi babako nini akukosesha radhi, lakini wewe sijui ndo alinda ndoa yako. Wewe mzima kweli wewe? Hii ni ndoa Amina. Kwa hiyo wangapi waliolewa? Mimi siondoki hapa mpaka mume wangu aje niombe ruhusa niondoke. Mbona twende? Amina tena na mimi kabisa. Nimekwambia mimi siwezi kuondoka hapa mpaka ruhusa mume wangu. Unaelewi? Hebu nda zako. Nda zako? Mimi nishakwambia nitakuja, lakini mpaka mume wangu atakapokuja niombe ruhusa ndio nije. Kwa saradhi za baba ndiko huko. Mimi nitamwombea baba dua. Muna baba yuaumwa, yakutaka wewe. Si sawa dadangu, naelewa. Karibu sana mume wangu. Asante. Pole kwa kuchoka. Shukrani. Karibu mume wangu. Ukuja wakati mwafaka. Nishakuandalia chakula unachokipenda. Wow. Na maji pia nishakuwekea mume wangu. So, utakula ndo ule ama utakula ndio? Naomba simu yangu. Unajua kwenda na simu yangu kazini. Nimeacha makusudi kwa sababu usipendi usumbufu. Sawa. So nisaidie na simu. Naambie. Poa tu mume wangu. Wasimu mpika chakula changu ninachokipenda. Kile unachokipenda Naona Amina amenitafuta. Kuna nini mume wangu? Message ya shemeji Amina. Amina amekuja akakwambia baba yuaumwa yakuita nyumbani ukakataa. Ndio amekuja, lakini mume wangu hayaachi kando kwanza. Wewe paka ule ndio tutaongea mume wangu. Tena mzee amepelekwa hospitali. Akakufuata akakwambia mzee yakuita hospitali. Na bado ukakataa kutoka.
Ndio mume wangu akuja akaniambia kwa mzee waumwa. Mimi nikamwambia mimi siwezi kutoka mpaka ruhusa yako. Sasa nitaendaje naye haupo? Mke wangu uko mkunifitinisha na ndugu zako. Uko mkunifitinisha na mzee. Mzee yuaumwa mpaka amemwagiza mimi naje kufuata wewe. Wewe wakata kuenda ndio nini sasa? Sasa mimi mume wangu ngendaje? Wewe haupo. Lazima nikombe ruhusa mume wangu. Mke wangu wanikosea sana. Wafanya watu wa kwenu wanaona mimi mbaya. Odi hapa. Karibu. Odi. Baba. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hamjambo. Hatujambo. Marhaba. Hii message ya mimi anaambia mzee yuaumwa. Karibu baba. Asante. Mtu wa kuumwa kuja namna hii na raha namna hii. Tunaongea ni yapi? Na muendeleaje hapa na hali zenu maisha? Baba, kwanza tuondoe wasiwasi. Mimi ninapata ujumbe. Amina amekuja hapa kumfuata dada yake kwamba wewe umemuita waumwa. Akakataa. Ikaambia umepelekwa hospitali. Huyu akakataa kuja. Sasa ndio hapa nilikuwa tulumbana kwa sababu kwa nini akatae kuja kukuona wewe, lakini pia nashangaa mzee kumbe mzima. Mimi mzima si ndio huyu unaniona? Anayeumwa nani? Mimi mzima. Sasa huyu Amina atakuwa na kichaa. Mimi kweli huwa na yale matatizo yangu kama mnavyojua, lakini mimi sasa hivi sina neno. Sasa huyu Amina alikuwa na wazimu ama na nini? Sijui mume wangu. Msihofu wanangu. Mimi nakuja kuwasalimia na pia kuwaondoa hofu. Si mwaniona niko mzima kabisa? Kabisa. Ndio baba. Lakini naona hata sura zenu zimebadilika. Nasikia kelele mlikuwa mnagombana kwa sababu ya hilo. Tugombana kwa sababu kwa nini akatae kuja kukuona wewe wakati waumwa? Asema paka mimi nimpe ruhusa mambo gani sasa? Basi wanangu hatulizeni roho basi. Mimi nimekuja tu kuwasalimia na pia kuwatoa hofu na nikuambieni wanangu. Tangu mimi Mwenyezi Mungu aliponiumba, hii leo ndio siku yangu ya furaha zaidi kuliko zote. Kwa nini baba? Kwa ajili ya kitendo ambacho mmekifanya nyinyi wanangu leo. Huyu mkeo. Huyu mkeo mimi nimemlea kwa maadili mazuri ya kumtii Mwenyezi Mungu na amesoma dini huyu paka kamaliza madrasa kila kitu. Baba, sina wasiwasi. Sasa mimi leo nilikuwa nampiba tu imani yake. Maana mashekhe huwa wanaeleza hizi mambo kila wakati mawaidha. Mwanamke yoyote ambaye yuko ndani ya ndoa, wacha kuwa baba anaumwa hata kama amekufa, si ruhusa katu kuondoka bila ruhusa ya mmewe kwenye nyumba yake. Mimi hili nimelitoa kama mtihani. Nielewe kweli wanangu wanamtii Mwenyezi Mungu. Ni kweli mwanangu yuko kwa ndoa sahihi. Je, akipatwa na kitu kama hiki anaweza kuvumilia? Anaweza kuhimili majaribu kama hayo? Kwa hivyo mwanangu Bujira, mimi tangu ile nilitoa idhini kukuozesha mwanangu. Ndio. Na ukakubali kwamba umemuoa mwanangu. Ndiyo. Na utakuwa naye kwa raha na shida. Uwezo wa mimi kumpa amri mwanangu ulikuwa umefika mwisho. Sasa amri ni yako wewe. Huyu hatoki hapa bila ya ruhusa yako. Kuanzia wakati ule mlipooana mpaka sasa. Kwa hivyo kitendo alichokifanya leo ni sahihi kabisa, wala usimjie juu kabisa. Hilo ndio sawa na ndio sheria ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa hilo. Asante sana mwanangu. Nisamehe mke wangu, maana nilikuwa na jazba hata sielewi. Mzee ndo amenifungua akili. Hilo ndio huwa inatakana hivyo. Sawa. Basi mwandani. Sawa. Mzee, ndio bwana, shukrani. Nyumbani hawajambo lakini. Nyumbani kwema kabisa. Na huyu Amina naye hii message imechanganya mimi nikajua mambo ya ukweli.